Salama wananchi wangu. Hivi kuna changamoto yote? Hakuna changamoto yote. Mambo yanaenda vizuri. Kwa kitongoji chetu cha Funga Mtaa kiko safi. Basi bwana Mudi, nakuomba mara moja. Jamani, kwa nini? Bwana Mudi, barua yangu ya wito wa kuja ofisini umeipata? Ndio mwenyekiti, barua nimeipata. Umeipata? Ndio. Basi tukutane kesho mapema sana kama barua ilivyojieleza. Basi haina shida mwenyekiti. Basi hamna shida kijana wangu. Sawa sawa. Haya, tukutane kesho. Sawa. Asante sana. Sawa sawa. Bwana ndugu yangu kaniita pale bwana, kuna kesi zao hizi tokea hizi. Ndio maana kaniita pale, kuna mambo kanielekeza pale. Kwa hiyo inabidi kesho changamoto tu za kimaisha hizi. Waifu bwana alizingua 1 2 3, unajua tuna mzee wake. Karibu mama, nikusikilize. Mwenyekiti, mimi mume wangu amenifukuza nyumbani, alafu talaka hajanipa. Mwenyekiti, mume wangu kwa kuwa nyumba ashauza, Ndio. mimi ninachohitaji hapa ni talaka. Unachohitaji wewe kwa sasa ni talaka. Ndio. Samani nilikuwa namuulizia dalali. Dalali mbona ameshahama? Anahamia wapi? Atajui. Haya basi sawa. Haya sana. Bwana Mudi, nadhani umemsikia mkeo alivyozungumza. Ndio nimemsikia. Na hatua ya mwisho amefikia, anahitaji talaka kutoka kwako. Sasa wewe sijui unasemaje juu ya hilo? Mwenyekiti, mimi niko tayari kutoa talaka. Maana kwa mambo wanaonifanyia ni mwenyewe nimechoka. Ni mambo gani haya? Teknofumania na bwana wake fulani. Kuna sehemu niliwakuta wametulia kwenye kichaka wanaendelea kufanya mambo yao. Mimi hicho kitu mwenyekiti kinaniuma kweli. Ila nishachoka, kwa hiyo talaka anayotaka tutampa. Sasa wananchi wangu, Ndio. Kutokana na mamlaka nilionayo mimi kama mwenyekiti wenu wa kitongoji cha Funga Mtaa, siwezi kuwaruhusu kutoa talaka hapa. Takachokifanya, nyinyi rudini kwanza kwa shehe wenu aliwafungisha hiyo ndoa. Ndio. Baada ya hapo, mkishindwana huko, njooni nitawapa barua muweze kwenda mahakamani. Ninachokitaka hapa mimi ni talaka yako. Mwenyekiti, kama ni hiyo talaka anayotaka nitampa. Naomba tukutane kwa shehe wenu. Hii sio mchezo. Kwa hali hii inabidi serikali tuangalie kweli kweli sisi wenye vitu vya vitongoji, kwa sababu changamoto tunazokutana nazo ni kubwa. Sasa tulikuwa tunatamani hata tungekuwa na mshahara au tuwe na posho, kwa sababu majukumu yetu ni makubwa sana. Kupata watu wananchi, kuongoza wananchi wa aina kama hii kwa kweli ni changamoto. Ndio unajua nimalize kutengeneza mboga hapa kwa ugali, sawa? Kalete vitunguu pale mezani. Dada, kwa hiyo mboga ndo kabichi tu? Ndio. Sasa ungemwambia shemeji aite nyama. Tutapiga kesho. Sawa. Tusogee hapa nyumbani, sio tuko mwa malaria bure.
Abi, safi yangu ndugu yangu. Safi bwana kwema? Kwema bwana. Niambie. Umetulia kabisa. Bwana eh. Umetulia maeneo haya. Unajua mandhari yetu ndugu yangu. Ndio mja kushangaa shangaa mazingira ya mtoni haya. Au sio mama? Haina noma wewe ukatoka mwendeni hapo hivi. Ya. Unaona pandisha hapa. Haina noma ndugu yangu. Pamoja sasa. Hii sasa, bwana sikuni pale jirani. Na miaka sasa sio umehama ndugu yangu hapo sikuni. Ni pale sasa. Unajua nini? Hivi kupata mtu ambaye anauza nyumba hivi au kuna sehemu kanauzwa, ndio utanielekeza. Au sio? Basi kama shida ndugu yangu. Basi poa pamoja. Hamna tatizo bwana. Poa mimi ngoja niende juu bwana. Au sio? Sawa sawa kaka. Hamna shida bwana. Odi. Karibu. Jambo. Jambo, shikamoo. Mama kwema. Kwema. Dada yako nimemkuta. Wewe ni nani mpaka uulizie dadangu? Bwana shida naye. Yupo ndio. Naweza ukaniitia? Sawa. Kwema. Leo umekuja kutembelea nyumbani kwenu. Karibu. Asante. Sema na mazungumzo na wewe kama dakika 2 hivi kama utojali. Kwema. Ni kwema. Sawa. Haya sawa, sisi tutafuta sehemu tukae. Nimetoka kwa mama kule bana, ameniambia niende nikatafute eneo linalouzwa. Sawa, ila nimepitia kwa dalali imefika mambo mtu yule amehama. Kwa hiyo mama anahitaji anunulie eneo, anamaanisha kiwanja ili aweze kunijengea nyumba kule ninapokaa. Nifanyeje? Nihame. Sawa. Jambo zuri. Bana, maana unajua kule ninapokaa kila siku kulipalipa kodi na pasa yote. Sasa dalali nitamtafuta usome ambao mtu yule amehama, sijui amehamia mtaa gani. Kwa hiyo nitapambana ili niweze kumpata, ili niweze kupata ile eneo. Sawa. Ndio hiyo tu bana, mmoja nikwambia mwenzangu, unajua hiyo kaona nafanya vitu siri sikushirikishi. Sawa. Basi sawa. Wewe naomba turudi kule ukaendelea shughuli zako na mimi niendelee na safari zangu. Sasa hivi unaenda? Sasa hivi naelekea kazini. Sawa. Basi sawa. Wewe twende. Vipi bwana ndugu yangu? Safi tu vipi? Kama kawaida. Vipi jana ulifanikiwa kuchoma chini? Jana nilienda isee. Vipi ukiangalia? Sio poa. Ulidamshi? Hakika. Mudi. Poa. Hivi shemeji bado umeachana naye au bado unaendelea naye? Maana sisi tunasikia sasa hivi tetesi. Usimshikaji yule. Wewe mwanangu acha tu mwanangu. Yaani shemeji yenu mwanangu, yani matatizo anaoleta. So poa, yani bado anaendelea na ile issue ya jamaa yani. Alafu isitoshe umetokea tena mambo mengine hivi. Si unajua tena shemeji yako yule ana force nini? Talaka. Hapa yenyewe yani hapa yenyewe tunavyoongea hivi. Muda sio mrefu namna gani vipi kuna sehemu tutaenda. Yaani kifupi shemeji yenu tu kazingua. Yani kazingua mwanangu, sio poa. Sasa sikia, wewe mkinde talaka alafu sasa tutajua tunafanyaje kifamilia yetu yenyewe. Unaelewa? Yani swala la talaka sio poa, hilo sijali kwa talaka.
Vipi kuhusu mpira juzi wanangu? Acha mwanangu. Yaani ile siku mwanangu Yanga na Dodoma Jiji amekufa hizo 3. Mimi niko kwa mwanangu. Wewe si mshamba watu toroka wewe watu kimbia. Kuna unalojua mfungaji bora mara 4. Sema kweli. Unaona ile goli la